Ambacho nakumbushwa hapa. Ndio. Tunapoingia nyumbani mwa Bwana. Linapokuja swala la kuimba iwe ni tensi au nyimbo yoyote, hamna boss. Okay. Hamna mchungaji wala yeyote. Hamna kuhani wala yeyote. Tunapoingia nyumbani mwa Bwana, wote pale tunamtegemea mmoja, Mungu. Huyo aliyeko madhabahuni anayefundisha na yeye anamtegemea Mungu, sio boss. Ila ni chombo kinatumika kusababisha mambo yatokee kutoka mbinguni na kwa wanadamu. Ni chombo. Lakini wote ni vyombo tumewekwa pale kumleta Mungu mahala pale. Kwa linapokuja swala la uimbaji na kusifu na kuabudu ama kutekeleza utekelezaji wowote ambao unatakiwa uonekane kutoka kwa watu ili Mungu ashuke pale, ni watu wote. Kwa mtu ambaye anatoka nyumbani anakuja anakaa, watu wanaimba ameketi, yuko vibaya sana roho. Okay. Manake huyo kwenye ibada haisabiki. Mtu anayekuja watu wanasifu, wanaimba, wanaruka. Kuna mtu mwingine anaruka kama ana akili, alafu wengine anasema vipi huyu? Huyo Mungu anamtaka. Okay. Kuna watu, sikiliza. Ukishajua ukishampata Mungu, anasema nawapenda wale wanipendao na wao wanitafutao kwa bidii. Bidii kwanza, nyingine bidii ambayo inahitajika pia kwa mtu ni kuondoa aibu. Okay. Watakao mkataa Mungu, Yesu amesema naye atawakataa mbele yake. Kwa kitendo cha kuwa na aibu ya kucheza kumchezea Mungu, tayari wewe hauna mipango na Mungu ana mipango na wewe. Okay. Kwa tunapoingia nyumbani mwa Bwana kusifu na kuabudu, katika ibada inapotokea hiyo sunali ya kusifu na kuabudu, kila mmoja atakiwa kukaa. Utakiwi. Na ndio wengine naumwa. Mwambie Mungu, leo nataka nikuchezee. Ugonjwa huu nataka nikuchezee Mungu. Na nikimaliza Mungu tumalizane hapa. Ugonjwa uondoke. Kwa sababu ni ibada. Ukishafanya vile, maana kuna uelewa mkubwa na Mungu. Na Mungu atakusikia, kwa sababu Mungu anashuka katika sifa. Na sifa nzuri yote, kanisa lote ambalo lina sifu na kuabudu vizuri, alihangaika sana. Mungu yuko pale. Anasikika na anaonekana. Yes.